Ni kukaribishe tuwe na mwendelezo wa somo sehemu ya pili. Kama una kumbukumbu vizuri, tumekuwa tukijifunza somo ambalo lina kichwa cha somo kinachosema unaweza kuishi bila ngono. Unaweza kuishi bila kulifanya tendo la ndoa. It either bado ni kijana, haujaingia kwenye ndoa. Je, unaweza kuishi bila kulifanya tendo la ndoa? Sehemu ya kwanza tulijifunza maana ya neno single ni nini, na pia tulijifunza Mungu alikuwa anatakaje dunia iwe kuhusiana masuala ya mahusiano. Na kama unakumbukumbu vizuri, tulisema mahusiano ndio msingi mkubwa wa vitu vingi sana kwenye dunia tunayoishi. Tukaangalia mambo mengi, lakini tulifikia sehemu nzuri. Kama unakumbukumbu, tuliachana tukiwa tuna hili swali kwamba kuna uwezekano kabisa leo hivi ninavyoongea na wewe, watu wakawa kwenye ndoa na asiye kwenye ndoa, lakini hawa wote wawili hawa wakawa kundi moja. Nisikilize vizuri rafiki yangu kwa umakini sana. Inawezekana kabisa aliye kwenye ndoa na asiye kwenye ndoa wote wawili wakawa kundi moja. Kwa hiyo kuoa ama kutokuoa hakututofautishi. Unapaswa kujua kitu kikubwa kinachotutofautisha, haijalishi uko upande gani. Unaweza ukawa umeoa, kama hauna hicho kitu bado hauna utofauti na asiyeoa, na unaweza ukawa haujaoa, lakini kama hauna hicho kitu bado hauna tofauti na aliye kwenye ndoa. Ni kitu gani? Sasa nikukaribishe twende taratibu. Kama unakumbukumbu vizuri, somo lililokwisha kutangulia tuliangalia maana ya maneno mawili. Neno la kwanza lilikuwa linasema singleness ama single, na neno la pili ambalo tuliangalia lilikuwa alone, na nilifafanua kwa kina haya maneno. Haya maneno yanapatikana katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 18. Kwa lugha ya Kiingereza inasema and God said is not good for a man to be alone. Sasa sikiliza, kuna maneno makubwa mawili hapo tuliangalia. Nisikilize vizuri ili tuende kwenye kipengele cha leo. Kuna neno man na kuna neno alone. Neno man linawakilisha mtu. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtu na kulikuwa kuna neno alone. Neno alone tulilifafanua. Watu wengi wanafikiri Mungu aliposema si vema mtu huyu awe peke yake, wengi wanafikiri kwamba Mungu alikuwa akizungumzia ndoa. Lakini wale ambao ulisikiliza sehemu ya kwanza, na wewe ambao yawezekana unaanza leo kusikiliza sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, ni kuombe rudi kwenye sehemu ya kwanza ili unielewe kwenye hili somo la sehemu ya pili. Maana usiposikiliza sehemu ya kwanza unaweza usinielewe vizuri ninachokieleza kwenye sehemu ya pili. Maana sehemu ya kwanza tulisema hivi, ili fungu lina maana kubwa mbili. Mungu anaposema si vema mtu huyu awe peke yake, cha kwanza, Mungu alikuwa hataki binadamu awe mmoja tu duniani, na sio ndoa. Mungu alikuwa hataki binadamu awe mmoja, alikuwa anahitaji binadamu awe zaidi ya mmoja. Cha pili tulichokisema sasa, binadamu akiwa zaidi ya mmoja, ndipo hapo ndoa inatokea. Kwa nini? Kwa sababu hao watu walio zaidi ya mmoja wakipendana, wakakubaliana, wanaoana. Kwa hiyo hilo fungu lina mambo mawili ni asisitize. Jambo la kwanza, si vema mtu huyu awe peke yake, maanake Mungu anataka duniani binadamu asiwe mmoja. Sasa wakati Mungu anaanza kumuumba mtu, alikuwepo Adamu peke yake, ndio binadamu pekee wa kwanza aliyewahi kuwa peke yake. Lakini ukitoa Adamu akaja mkewe, tayari wakawa wawili na wakaoana, wakawa mke na mume. Wakazaa mtoto wa kwanza Kaini, wakazaa mtoto wa pili Abil, wakazaa mtoto wa tatu Fezi, na watoto wa kike na wa kiume wengi. Kwa mantiki hiyo, binadamu aliyewahi kuwa peke yake duniani ni mmoja tu, ambaye ni Adamu. Binadamu wengine wote tuliobaki, hakuna binadamu ambaye amewahi kuwa peke yake. Kwa hiyo swala la kuwa peke yako Mungu alishatatua. Hakuna ambaye yuko peke yake leo. Nilisema somo la sehemu ya kwanza, mimi mwenyewe ninayeongea na wewe tumezaliwa kwetu 6. Kwa hiyo siko peke yangu. Kwenye familia yetu wako yuko mwanamke, tuko wanaume. Lakini achana tu kwa wale ambao nilizaliwa, wazazi wangu pia wana ndugu, nina ba mdogo, ba mkubwa, wana watoto. Bado hatuko peke yetu, tuko na watu wengine. Hacha hivyo tu, ninakoishi kwangu niko na watu wengine, kazini kwangu niko na watu wengine. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye yuko peke yake. Sasa usijisahau, ndio maana nasisitiza hapa ili unielewe. Mungu hakuanza na ndoa, alianza kwanza mtu usiwe peke yako. Sasa ukiwa hauko peke yako, maana yake ipi sasa? Tuko duniani na watu wengi. Hapo sasa
ndipo unachagua katika hao watu wengi, wewe unataka kumuoa nani ama unataka kuolewa na nani. Ndio maana nasisitiza ili fungu lilikuwa likizungumza hayo mambo mawili. Wengi wetu wanajua linaposema si vema mtu huyu awe peke yake, wao wanafikiri direct ni ndoa. Hapana, cha kwanza hautakiwi kuwa peke yako, na ndio maana nikasema hivi, kutokuwa peke yako hauchagui. Mungu aliamua, utake usitake, hauwezi kuwa peke yako, ila kuoa unachagua. Liko somo la 3 mbeleni, tutaona kama sio la 4, kwamba kuoa sio lazima, kwa sababu ukishakuwa hauko peke yako ndipo unaamua nataka nioe, unampata binti, unamuoa. Sasa swali la msingi ambalo nataka tuende nalo leo, katika huku kutokuwa peke yetu, ninawezaje sasa kujitofautisha? Tofauti yangu inakueje nikiwa kabla sijaoa na baada ya kuoa? Nini kinanifanya niwe tofauti kabla ya kuoa na baada ya kuoa? Naomba nirudie, nikiwa sijaoa nina tofauti gani na aliyekuwa kwenye ndoa? Hiyo ni msingi mkubwa sana wa kujua, kwa sababu leo naogopa kusema kwamba makanisa mengi, wachungaji, wazazi wetu, ndugu wanaotuzunguka wanatulazimisha sana kuoa. Utasikia unakuwa tu, unakuwa mtu mzima, mbona hauoi? Lakini hawajui kwamba kuoa sio tatizo. Tatizo kabla sijaoa, kwa nini nataka nioe? Ili nipate kitu gani tofauti? Usiniambie tu oa. Naoa ili nipate nini? Kwa sababu hivi tunavyoongea na wewe, unaweza kuta kijana hajaoa lakini anamuona aliye kwenye ndoa anavyoteseka, anapitia mambo magumu yanayomuumiza, halafu wewe unamwambia mbona uoi? Yuko kijana ambaye mama yake na baba yake wameachana, ana miaka 22, 21, anaishi bila baba. Baba yuko kwake, mama yuko kwake, anaishi kwa mjomba. Huyu kijana unamwambia unakuwa tu mtu mzima, oa, wakati elimu alionayo kuhusu ndoa, kwa mfano ya wazazi wake, anaona kabisa ndoa sio kitu cha maana kwake. Kwa nini? Kwa sababu haoni maana. Wewe unamwambia unazeeka, unakuwa mtu mzima, mbona uoi? Lakini akichunguza anaangalia, babangu na mamangu wameachana, mimi naishi mikononi mwa watu wengine, sina amani, sina furaha, then unamwambia oe. Hivi umewahi kujiuliza nini kinachokufanya kuwa watofauti ukiwa umeoa na ukiwa haujaolewa? Ndilo somo nalotaka tuangalie leo kwa kina. Sasa nisikilize rafiki yangu, nikupe siri ya pekee itakayokusaidia, na naomba nisikilize kwa umakini sana, kwa sababu najua ninachokufundisha uweze kukipata, na ukikipata kitakusaidia kwenye maisha yako. Kama ulinisikiliza somo la kwanza, binadamu sasa hivi duniani hawajapoteza kuoa na kuoana. Kipo kitu cha thamani wanachokihitaji kabla ya kuoa. Kitu gani tulizungumzia? Kabla binadamu hajaoa anapaswa awe single. Nini maana ya kuwa single? Tulisema maneno matatu kwa Kiingereza, niseme separate, unique na whole. Lazima mimi Peter nijijue kwamba sifanani na mtu yoyote duniani. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi ni wa pekee. Jambo la tatu, mimi nimekamilika, sihitaji mtu mwingine anikamilishe, ila mimi nimekamilika. Hiyo tunaita kujikubali wewe mwenyewe. Na anayefanya hivi ni nani? Ni Mungu. Mungu alipomuumba mtu wa kwanza, alimuumba akiwa wa pekee, tofauti na wengine, na alikuwa amekamilika. Nisikilize vizuri, hahitaji ndoa ili akamilike. Mungu anisaidie unielewe hichi kitu, ni cha muhimu sana. Hauhitaji ndoa ili ukamilike. Wewe umekamilika hata ukiwa hauko kwenye ndoa. Ngoja nichukue mfano. Haui mwanamke ukiolewa. Wewe ni mwanamke hata kabla hujaolewa. Haui mwanamke ukizaa. Wewe ni mwanamke hata kabla hujazaa. Kwa hiyo kuzaa mtoto hakukufani wewe mwanamke au usiwe mwanamke. Yawezekana ni mwanamke ila hujazaa, lakini ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke aliyezaa na mwanamke asiyezaa ni wanawake. Kwa hiyo usifikiri kwamba ukizaa ndo unakuwa mwanamke. Hapana, wewe ni mwanamke na ndio maana unazaa. Wewe ni mwanamke ndio maana usipozaa tunaenda kukupima kuna shida gani, kwa sababu tunajua mwanamke anazaa. Pointi yangu kubwa iko hapa. Usifikiri ndoa ndo inakujengea thamani yako duniani. Unakihitaji kitu zaidi ya ndoa. Watu wengi wanafikiri eti nikiolewa ndipo ninakuwa wa thamani. Kuna kitu cha thamani kikubwa unachokihitaji kabla ya hiyo ndoa. Kitu gani? Unapaswa ujijue wewe ni nani, kwa nini uko duniani, unapaswa kufanya nini. Na tulisema, wale ambao mnanifuatisha hili somo, tulisema maana hilo neno single kuwa separate, unique na whole ilikuwa ina maana hii pia. Binadamu wa kwanza alipoumbwa alikuwa yeye na Mungu, hakuwa na mtu mwingine.
Maana yake huyu binadamu alikuwa anaishi kulingana na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo huyu binadamu hamuangalii mtu mwingine ili awe kama huyo mtu, hajifananishi na mtu mwingine. Huyu binadamu anajifananisha na Mungu. Ndio maana leo tuna changamoto kubwa sana ya watu kutaka kuwa watu wengine. Ukienda kwenye maeneo ambayo watu wameathirika na madawa ya kulevya, sasa hivi kuna watu wana mtindio wa akili, kuna watu wanauana kwa sababu hawajikubali wao ni wakina nani na wanahitaji kuwa watu wengine. Na hii pia hiko kwenye ndoa. Kuna mtu anaoa kwa sababu yeye mwenyewe anajiona hajakamilika na akilini mwake anafikiri kwamba nikimuoa mwanamke ndipo mimi nitakuwa sasa nimekamilika. No, unapaswa ukamilike kabla hujaoa. Kwa sababu gani? Binadamu wa kwanza hakuomba kupewa mke, hakumwambia Mungu nipe mke, lakini alimaintain mahusiano yake na Mungu. Sasa kuna neno napenda kulitumia kwa lugha ya Kiingereza, wanasema married na unmarried, aliyeoa na asiyeoa. Sasa nikugawie makundi mawili hapo, nisikilize vizuri ili uyatenganishe. Nina mikono yangu hapa miwili, wa kushoto na wa kulia. Mkono wangu huu wa kushoto, yawezekana kwako unaonekana kama wa kulia. Kuna mtu ambaye hajaoa lakini hayuko single pia. Kumbuka, single ni mtu anayejikubali, ni mtu tofauti na wengine, amekamilika na anaishi maisha yake na hana pressure. Lakini asiye single ni mtu asiyejikubali, anayefikiri mtu mwingine ndo atamfanya yeye awe mtu wa maana. Ndio maana kuna watu unakuta mtu anakuambia kabisa, olewa ulete heshima. Maana yake ukiwa hujaolewa huna heshima. Huo sio ukweli. Heshima hiji ukiolewa, unapaswa uwe na heshima kabla hujaolewa, kwa sababu watu wanaoa wenye heshima, watu wanaoa wanaojiheshimu. Lakini sio ndoa ndo inakupa heshima. Maana yake ukiwa hujaoa huna heshima, hauheshimiwi. Sasa unafikiri ukiwa hujaoa au hujaolewa, kama huna heshima na uheshimiwi, nini kitakufanya ukiolewa uwe na heshima? Kwa sababu una title la mume. Kile kilichokufanya usiwe na heshima, unapoingia kwenye ndoa unaingia hivyo hivyo ulivyo. Kama ulikuwa una matusi, mkorofi, ukiolewa unaingia kwenye ndoa ukiwa na matusi, ukiwa mkorofi. Manake ndivyo hivyo ulivyo. Kwa hiyo heshima iko kwenye ndoa, heshima iko kwako wewe peke yako bila ndoa. Ni muhimu sana kulielewa hilo. Sasa turudi hapo. Una uwezo wa kuwa haujaoa alafu hauko single. Maana yake haujaoa ila haujikubali. Cha pili, hauna mahusiano na Mungu. Wewe unalala na mwanamke yoyote, haujali, upo tu, lakini uko single. Haujaoa lakini hauna mahusiano na Mungu, haujali ila haujaoa. Maana yake unmarried but not single. Haujaoa ila hauko single. Lakini kundi la pili, kwenye hili kundi la kwanza, unaweza ukawa wewe ni muhuni, ni mzinzi, una hasira, mpigaji. Maana yake hauko single na hauna mahusiano na Mungu, lakini umeoa. Nina watu wawili hapa. Nina mpigaji, mvutaji, mkali, hajiamini, hajaoa na hana mahusiano na Mungu. Wa pili ni muuni, anakunywa mapombe, ni mkorofi, ameoa. Hawa wote wawili wako sawa. Kwa hiyo kuoa au kutokuoa hakuwabadilishi. Huyu ni kijana mkorofi, hana mahusiano na Mungu, ni mkali, haheshimu, hajari mwanamke, hana huruma, hajaoa. Huyu kijana akioa inakuwa ni kijana asiyejari, asiye na heshima, asiyekuwa mwaminifu, aliyeoa lakini hayuko single. Kwa hiyo kaoa lakini akiwa hafai. Kwa hiyo hitaji la huyu kijana wa kiume au huyu binti sio ndoa, kwa sababu hata akioa anaoa na zile tabia zake alizonazo. Kwa hiyo hatupaswi kulazimisha watu kuoa, kwa sababu kuoa ama kuto kuolewa hakumbadilishi mtu alivyo. Kwa hiyo kazi ya wachungaji makanisani, kazi ya mashehe misikitini, kazi ya jamii, wazazi, sio kufundisha kwamba unakuwa mtu mzima uoe. Anakuwa mtu mzima, unataka aoe. Katika utu uzima alionao, ni mtu mzima wa aina gani? Anaweza akawa mtu mzima mlevi, anaweza akawa mtu mzima mkali,
anaweza akawa mtu mzima mpigaji, anaweza akawa mtu mzima muhuni. Kwa hiyo kuoa sio utu uzima. Kuoa sio kwa sababu una miaka mingi, wala kuoa hakumfani mtu awe mtu mzima. Kuoa hakumfani mtu aache uhuni. Kuoa hakumbadilishi mtu. Kwa hiyo mimi nafikiri ufike wakati tusilazimishe kuoa tukifikiri kwamba kuoa ndicho tunachokihitaji au kuolewa. Tunapaswa tumfanye mtu ajijue yeye ni nani, anapaswa aweje. Akijijua yeye ni nani, cha kwanza ataanza kujiheshimu. Cha pili, atakuwa na hofu ya Mungu. Cha tatu, hatakuwa mkorofi, hatakuwa muuni, hatakuwa mwenye shida yoyote. Maana yake huyu ni kijana wa kiume ajaoa, lakini ni kijana mzuri, ana mahusiano na Mungu, mstaarabu, anayejiheshimu. Huyu kijana anapoamua kuingia kwenye ndoa, sikiliza vizuri, anaingia kwenye ndoa akiwa kijana mstaarabu, sio muuni, anayejiheshimu, anayempenda Mungu. Sasa swali, nini kimemfanya kuwa kijana mzuri? Ni ndoa? Hapana. Kilichomfanya kuwa kijana mzuri ni baada ya kujifunza kuwa single. Maana yake ni kuishi kulingana na Mungu anavyotaka. Mungu anaposema si vema mtu huyu awe peke yake, kijana akasema okay, kumbe kutokuwa peke yangu maana yake kuwa peke yangu, ama single maana yake ni mimi kujijua kabisa sifanani na mtu mwingine yoyote duniani. Kwa hiyo kama vijana wenzangu wanakunywa pombe na wanasema kunywa pombe ndio fashion, au vijana wenzangu wana mitindo isiyofaa na inaaminika hiyo mitindo isiyofaa ndio fashion, ila mimi naamua kama huo mtindo hauendani na Mungu, mimi nauacha, sifanyi, kwa sababu nahitaji kumaintain mahusiano na Mungu. Mfano, nichukulie tu mfano ili janga tulilonalo kubwa, kwamba leo kijana unakuta na miaka 14 tayari ana wasichana watatu na analala na wasichana hao ngono. Wewe kijana sasa unayempenda Mungu na unayejiheshimu na unayetaka kumaintain mahusiano na Mungu, maana yake wakati vijana wenzio hawajiheshimu, hawathamini miili yao, wanalala na kila mwanamke ama mwanamke analala na kila mwanaume, wewe unaamua sasa, mimi sio mtu wa aina hiyo. Mimi namheshimu Mungu, amesema nisiue, nisiibe, nisizini, siwezi kufanya hicho kitu. Maana yake wewe ni kijana unayefaa kuwa mume hata kabla haujawa mume. Na ndo maana nikwambie leo, kama ulikuwa ujui, mume hafai kuwa mume akiwa kwenye ndoa. Mume anaanza kuwa mume kabla hajakuwa kwenye ndoa, kwa sababu vile atakavyokuwa kabla hajaingia kwenye ndoa ndio tunachokiexpect atakavyokuwa akiwa ndani ya ndoa. Na nikifikia hapo waga nawaambia hata wasichana ambao mko kwenye mahusiano, namna unavyomuona huyo mtu wako sasa hivi mlivyo kwenye mahusiano, usichukulie poa. Nina story moja waga naipenda. Binti moja alikuwa na mahusiano na kijana wa kiume. Huyu binti alinipigia simu na tulionana tukazungumza. Siku moja alimtembelea huyu kijana. Huyu kijana alikuwa anasoma chuo mbali kidogo na yeye. Akamtembelea huyu kijana nyumbani kwake. Alipofika hapo kwenye chumba cha huyo kijana, akakuta gauni la kike ndani. Huyu binti akashtuka, akamuuliza huyu kijana, ili gauni ni la nani? Yule kijana akamwambia, usihofu dada yangu alikuja, hilo ni gauni lake, aliliacha hapo. Yule binti akakubali, wakaongea. Alipomaliza, wakati anaondoka, yule binti akampigia simu yule dada wa huyo kijana. Sasa hivi wifi, salama, mzima, hivi ulimtembelea fulani hapa anapoishi? Dada akajibu, mimi sipajui na sijawahi kufika. Kijana amesema gauni lililokuwa mule ndani ni la dada yake, lakini dada yake alipopigiwa na huyu kijana wa kike, dada yake anasema hajawahi kufika. Tayari huyo kijana na mambo mawili yanayomfanya asifai kuwa mume. Jambo la kwanza, lile gauni limeletwa na nani? Jambo la pili, kaongopa kwa yule mwanamke. Kama mtu ana uwezo wa kukuongopea kabla hajakuoa, unafikiri akikuoa uongo utapona kwa ndoa? Nani alikwambia ndoa ni dawa ya uongo? Wapi umejifunza ndoa ni dawa ya uongo? Kwa hiyo tuwe macho sana, tufumbue macho tuone, kwa sababu ndoa sio dawa ya uongo. Huyu binti alipofuatilia akagundua lile gauni ni la mwanamke mwingine. Maana yake huyu kijana akiwa na mchumba wake, yuko chuo, wana mipango ya kuoana, tayari ana mwanamke mwingine. Maana yake sio single huyo kijana, unmarried but not single. Hajaoa ila hayuko single, lakini anayepaswa aoe anapaswa awe hajaoa na yuko single. Kwa hiyo huyu kijana tayari amepoteza sifa za kuwa mume, na ndio maana nimesema hauanzi kuwa mume ukiwa ndani ya ndoa. Kwa hiyo usitishike
kwa kuchelewa kuoa. Wala usitishwe na maneno ya wazazi. Hata kanisani mtu akikwambia unakuwa tu mtu mzima, mbona hauoi? Hajui unachokihitaji. Hauhitaji kwanza ndoa, unahitaji kwanza wewe kufaa kuwa kwenye ndoa, wewe kuwa mtu sahihi wa kuingia kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo mimi nilitegemea watu, baada ya kuhamasisha watu kuingia kwenye ndoa, tungehamasisha kuwafanya wanawake na wanaume wafae kuwa waume wanaopaswa kuwa kwenye ndoa. Na ndio maana, kwa nini sasa hivi watu wengi wanajiua? Kwa nini mtu anaamua kujiua? Ni kwa sababu anakutana na mtu asiye sahihi, wanaingia kwenye ndoa, kaingia na mtu asiye sahihi. Kwa mfano hicho kisa cha binti nilokuambia, huyo binti akiolewa na huyo kijana, kitakachotokea ni nini sasa? Yuko na huyo kijana ndani ya ndoa, huyo kijana ataendelea kuwa na mwanamke mwingine. Huyu binti atakapogundua huyu mwanaume ana mwanamke mwingine, ataumia moyo. Akiumia moyo, atapata depression. Akipata depression, kinachofuata frustration, stress, anajiua, anajinyonga, au yeye anasababisha maafa. Nini kimemuua? Ni kwa sababu alitegemea kupata furaha kutoka kwa mtu asiye sahihi. So ni kuombe machoni mwa Mungu, yawezekana wewe kijana ambaye hujaoa ila ni single. Unajua ili fungu la kitabu cha Mwanzo 2:18 kuna wakati mimi natamani lingekuwa likisomwa hivi: And God said, it is not good for a man to be alone if he is single. Kijana anayepaswa asiwe mwenyewe, anayepaswa awe na mke. Lazima kijana huyo kwanza awe na mahusiano na Mungu, awe separate, awe unique, awe whole. Anafaa kuingia kwenye ndoa, na hafai akiwa kwenye ndoa, ila anafaa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Na ndio maana sasa hivi ukikutana na ndoa usishtuke, kwa sababu kuna ndoa za wasio single, watu ambao hawaelewani ila wanaishi mke na mume na hawana furaha ndani ya ndoa. Kwa hiyo tusihangaikie ndoa kwanza, tuhangaikie sisi kufaa kuwa wanandoa. Biblia inasema vizuri, kitu cha kwanza ambacho sisi binadamu tunakihitaji ni kujenga mahusiano mazuri na Mungu. Kuna baadhi ya mafungu binafsi nayapenda, naomba tusome pamoja tunapohitimisha sehemu ya pili ya hili somo. Ukifungua Biblia yako pamoja na mimi, kitabu cha Wakorinto wa pili 4 fungu la 7, anasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe ya Mungu, wala sio kutoka kwetu. Miili yetu hii sasa hivi ni miili ya dhambi, lakini ndani yetu tuna uwezo wa kukaribisha uwepo wa Mungu na kuishi makusudi ya Mungu. Na tutakapoanza kuishi makusudi ya Mungu, tutakuwa single. Maana sababu iliyotufanya tusiwe single, kipindi shetani alipotuambia kuleni hamtakula, hamtakufa, tukaanza kuishi makusudi ya shetani na tukawa sio single. Kwa hiyo ili tusiweze kuwa single, shetani akatufanya twende kinyume na mpango wa Mungu, tukawa single. Kwa hiyo usalama wetu ni kwenda. Kwa hiyo una uwezo wa kuwa na mwili dhaifu, lakini ukaamua kuishi kwa heshima, ukajiheshimu, ukatengeneza status yako, ukajiona wewe ni mtu special, ukajiwekea mipaka. Na mimi nikuombe, hakuna kitu kizuri duniani kama pindi unapojitambua wewe ni nani. Cha pili, ukaanza kuishi maadili kulingana na Mungu anavyotaka. Utaanza kuifurahia dunia ukiwa kabla ya ndoa, na utaanza kuwa unavyopaswa uwe kwenye ndoa ukiwa bado hauko kwenye ndoa. Furahia sana kuwa tofauti na wengine, na utofauti wako uwe kulingana na Mungu anasemaje, kwa sababu mwanzilishi wa ndoa sio mwanadamu. Mwanzilishi wa ndoa sio rafiki zako. Mwanzilishi wa ndoa sio serikali. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Ukitaka kuwa na ndoa salama, lazima ujenge mahusiano na Mungu. Hapa duniani tunapoishi, unapoangalia watu wote unaowaona, usitishike mtu kuwa ndani ya ndoa ukifikiri kwamba ni tofauti. Kama umenisikiliza vizuri, utofauti haujengwi kuwa kwenye ndoa au kutokuwa kwenye ndoa. Utofauti unajengwa kujitambua wewe ni nani na kuishi makusudi ya Mungu. Sasa usikose sehemu ya 3 ya hili somo. Tafadhali don't miss. Kuna kitu cha pekee tunakwenda kujifunza, faida ya kutokuwa kwenye ndoa. Umewahi kujua kwamba kuna faida ya kutokuwa kwenye ndoa? Kutokuwa kwenye ndoa kuna faida gani? Usipange kukosa sehemu ya 3 ya hili somo. Mungu akubariki. Hiki tulichojifunza kikalete mabadiliko katika maisha yako na kukufanya kuwa mtu wa pekee. Asante, karibu tena wakati mwingine.